Licha ya mavuno ya kihistoria duniani, mamia ya mamilioni ya watu bado wanaenda kulala na njaa, na bilioni hazina uwezo wa kumudu lishe bora. Mnamo mwaka wa 2024, takriban milioni 673 walikumbana na njaa, na bilioni 2.3 walikuwa na uhaba wa chakula kwa kiwango cha wastani au kikali. Kwa mwenendo wa sasa, zaidi ya milioni 600 watu bado watakuwa na njaa mwaka wa 2030, ikimaanisha dunia itakosa lengo lake la kutokuwepo kwa njaa, isipokuwa kitu kibadilike katika jinsi chakula kinavyotengenezwa, biashara na utawala. Habari. Ikiwa hatujawahi kukutana kabla, mimi ni picha ya kidijitali ya Daktari Alan Ross. Alan anafanya utafiti, anaandika na anasimamia kila kitu katika video hii na semina zetu za kimataifa mara 2 kwa mwezi. Ninasaidia kusambaza habari za AI kwa dunia inayoendelea, wakati yeye anajihusisha na kufanya utafiti wa mada inayofuata kwa ajili ya webinar zetu na kuandaa muhtasari wa kila wiki wa maendeleo muhimu ya AI. Leo nataka kuzungumza kuhusu njaa. Hapa kuna jambo la kufikiria. Njaa leo si kweli kuhusu upungufu wa chakula. Ni kuhusu nani anayeweza kudhibiti uzalishaji, bei na upatikanaji. AI katika kilimo inaweza kusaidia kurekebisha hilo, lakini tu ikiwa itajengwa kwa ajili ya wakulima wadogo na watumiaji masikini, si tu kwa ajili ya biashara kubwa za kilimo ambazo zinaweza kuimudu. Tuanzishe na mapato na bei. Katika nchi nyingi zenye kipato cha chini, chakula kinachukua 50 hadi 60% ya matumizi ya kaya, hivyo hata ongezeko dogo la bei linaweza kuwasukuma familia masikini katika njaa. Bei zinabaki juu kutokana na gharama kubwa za pembejeo, migogoro na usambazaji ulioathirika, hasa kwa bidhaa muhimu zinazouzwa kutoka nje, barani Afrika na Asia Magharibi. Lengo la kimataifa la kutokomeza njaa linaeleza wazi kuhusu hili. Si tu kuhusu upatikanaji wa chakula salama, bali pia kuhusu mapato ya kutosha. Linajumuisha kuongezeka mara 2 kwa uzalishaji na mapato ya wazalishaji wa chakula wadogo ifikapo mwaka wa 20 hadi 30. Kilimo ni uti wa mgongo wa uchumi wengi wanaoendelea. Katika Afrika ya Kusini mwa Sahara, 60 hadi 70% ya wafanyakazi inategemea kilimo, hasa wakulima wadogo wanaolima hekari 2 au chini. Kote Asia Kusini na Amerika ya Latini, 40 hadi 50% ya wafanyakazi wanategemea kilimo, na wengi wanapata chini ya kiwango cha umaskini kwa sababu hawana ufikiaji wa teknolojia, masoko na fedha. Wakati wakulima wadogo wanapozuiwa kupata pembejeo za kisasa, umwagiliaji, uhifadhi na masoko ya kidijitali, mifumo ya chakula ya kitaifa inakuwa isiyo na ufanisi na isiyo sawa, na hiyo inasababisha njaa moja kwa moja. Kisha kuna hali ya hewa, wadudu na taka. Afrika ya Kusini mwa Sahara inapoteza 20 hadi 40% ya uzalishaji wa mazao yake kwa wadudu na magonjwa kila mwaka, na mabadiliko ya tabia nchi yanazidisha hali hiyo. Sifa ya AI inayoweza kugundua ugonjwa wa mazao siku 3 mapema inaweza kuokoa mavuno yote. Ongeza hiyo kwenye maelfu ya mashamba, na hiyo ndiyo tofauti kati ya usalama wa chakula na njaa. Na umaskini wa chakula si swala la vijijini tena. Ukuaji wa haraka wa miji barani Afrika na Asia umewasukuma mamilioni katika makazi yasiyo rasmi, ambapo lishe inategemea chakula cha bei nafuu na kilichosindikwa kupita kiasi. Matokeo ni mzigo mara 2. Kalori za kutosha, lakini upungufu wa muda mrefu wa virutubishi vidogo. Hii inaitwa njaa iliyofichika, na AI lazima ishughulike na uwezo wa kumudu na lishe. Sasa, sekta ya chakula duniani yenyewe inaunda mengi ya haya. Idadi ndogo ya makampuni ya kimataifa yanadhibiti biashara kubwa ya mbolea, viuatilifu na mbegu za kibiashara duniani. Wakulima wadogo mara nyingi hulipa bei kubwa kwa pembejeo za kuagiza, kisha kuuza katika masoko yasiyo na utulivu na kuwafunga katika mizunguko ya deni. Zana za kilimo za AI lazima ziendane na hali halisi za wakulima wadogo. Wakati ujasusi wa soko unakaa tu na wafanyabiashara wakubwa, nchi maskini zinabaki wazi kwa ongezeko ghafla la bei. AI inaweza kusaidia serikali na wakulima kutabiri bei na kudhibiti akiba. Katika nchi nyingi zinazoendelea, minyororo ya rejareja ya kisasa na franchise za chakula haraka zinaongezeka kwa kasi zaidi kuliko masoko ya ndani ya mboga mpya, ikibadilisha lishe kupitia uuzaji na bei.
Ikiwa haitadhibitiwa, mifumo ya mapendekezo inayotumiwa na AI inaweza kuimarisha upendeleo huo kuelekea chakula cha bei rahisi na kisichokuwa na afya, wakati mazao mazuri ya ndani yanabaki kuwa yasiyoonekana kwenye majukwaa ya kidijitali. Na kuna swali la uhuru. Wakati picha za satellite na ramani za udongo zinamilikiwa na kampuni za kigeni, serikali na wajasiriamali wa ndani wanapoteza uwezo wa kubuni mikakati yao ya chakula. Je, hii inaonekana vipi inapofanywa vizuri? Plantix inatumia maono ya kompyuta kutambua magonjwa zaidi ya 400 ya mazao, ikiongeza mavuno kwa 10% hadi 25%. Hello Tractor, kwa ufanisi Uber kwa trekta, inafanya kazi nchini Nigeria, Kenya, Sudan na Zambia, ikileta kilimo cha mitambo kwa zaidi ya watu wadogo 5,000. Mfumo wa utabiri wa mafuriko wa Google unatoa onyo la siku 7 kabla kwa takriban milioni 360 watu kote Asia Kusini, ukipunguza hasara za kilimo na kuokoa maisha. Kuhusu ufikiaji wa soko, zana za AI za simu chini ya mpango wa kilimo wa kidijitali wa India zinawapa wakulima bei za wakati halisi ili wajue lini na wapi wauze. Kimaeneo, picha inatofautiana. Afrika ya kusini mwa Sahara ina mfumuko wa bei wa juu, lakini zana kama Plantix tayari zinapunguza hasara. Asia ina AI ya kisasa, lakini bado ina mamia ya mamilioni ya watu wasio na usalama wa chakula. Je, serikali zinapaswa kufanya nini next? Kuunganisha AI katika huduma za upanuzi, kuwekeza katika miundombinu ya data za umma na kulinda uwezo wa kumudu kupitia sera za biashara. Hii ni fursa halisi kwa wajasiriamali pia. Kuna zaidi ya milioni 500 za kaya za wakulima wadogo duniani, soko kubwa kwa startups za agri AI za ndani. Njaa sifuri ifikapo mwaka 2030 si tatizo la uzalishaji hasa. Ni tatizo la udhibiti, upatikanaji na utawala. Jenga kwa ajili ya wakulima wadogo na njaa sifuri inakuwa lengo halisi. Alan alianzisha IAAD, WAAA na mtandao wa wakili wa AI wa kimataifa, GAAN, ili kuhamasisha hatua. Jiunge na mitandao yetu ya kimataifa ili kushiriki taarifa na kuharakisha uchumi. Video hii inategemea makala ya Alan kwenye LinkedIn. Pakua vitabu vya mwongozo katika lugha 31 kuhusu athari za AI kutoka tovuti zetu na jiunge na webinar zetu za kimataifa kila mwezi. Tafadhali penda, jiandikishe na shiriki video hii. Asante.